word will go ahead of these people like fire to consume every adversities of the enemy in the name of Jesus. Asante Roho wa Bwana, na ni katika jina la Yesu na sote tuseme amen. 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 You can have your seat just shortly. Amen. Ninaitwa Apostle Alex, and I celebrate the name of Jesus. 1 Samuel chapter 30. We read from verse 1. 1 Samuel chapter 30. We read from verse 1. And the message tonight is recover all. Somebody say recover all. Say it one more time. Now let us read the Bible. 1 Samuel chapter 30 from verse 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive women and those who were there from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and all the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam and Jezreelite, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had also been taken captive. Now David was greatly distressed, verse 6, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Somebody say, David strengthened himself in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here for me. And Abiathar brought the ephod to David. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue these troops? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them without fail and recover all. Let's go to verse 18. We can jump to verse 18. Verse 18 says, so David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his two wives. Verse 19, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything that had been taken from them. David recovered all. Father, I thank you because of this word, and I thank you because of the Holy Spirit. Asante Bwana, because you are giving me the utterance that the enemy cannot gainsay or resist for the sake of your people. I thank you for the preparation that is underway for your word to be delivered to each soul that is under my influence right now. In Jesus' name. And somebody say amen. It is very sad. Their homes were burned down. Their sons, their wives were taken captive. Hakuna furaha mtu anaweza kuwa nayo, mpendwa, kama nyumba yake imesambaratika, maisha yake yamesambaratika, watoto wake wameibiwa, mali yake imeharibika. Wapi furaha ya mwanadamu ambaye yuko katika hali hii? Hii ndio ilikuwa hali ya Daudi. Yeye amerudi nyumbani, mahali ameenda mafichoni, amepata boma lake limewekwa, it is an ash. Akasimama mbele ya jivu, akasimama mbele ya smoke. Na maisha inaweza kufikisha mtu katika mahali kama hapo. Na wale watu ambao alikuwa nao wakalia na Daudi. Biblia inasema walilia mpaka wakakosa sauti ya kulia tena. They cried until they had no power anymore to cry.
I don't know what kind of cry is this, but these people were in the valley of great grief. Praise the name of Jesus. And hakukuwa na msaada ambao walikuwa na uona. Na wale watu ambao walikuwa na Daudi, baada ya kulia, wakapinduka, wakaangalia, wakaona sasa yule ambaye tutasema ama tutaongea atujibu maswali ni Daudi. Na sasa hawa watu walikuwa bitter in life. Wamepoteza watu wao, wamepoteza wake zao, hawana mtu wa kuwa comfort katika hali hii. Maisha yao imefika kiwango ambacho mtu usema nimefika mwisho wa hii. Sijui kama ushafika mahali kama hapo, lakini nataka kutangaza kwamba hata unaposema umefika mwisho, tunatumikia Mungu wa urejesho na tunatumikia Mungu anayelipa mpaka mwisho. Hata kama mtu ashakwambia kwamba maisha yako yamefika mwisho, kama hali ya maisha imekusababisha ufike mahali ambapo ukajihisi umefika mwisho, nataka ujue leo tunatumikia Mungu ambaye ni wa urejesho na Mungu anayelipa mpaka mwisho. Mtu ambaye moyo wake umeumizwa ni mtu mgumu sana. Mtu ambaye ana majeraha ya moyo si mtu rahisi sana kuweza kumkimu hata kumsaidia, kwa sababu the wounds of the heart, vidonda vya moyo ni lango kubwa, is a gate of the enemy. Na katika wakati tunakaa mahali ambapo generation yetu, watu wengi they are emotionally wounded, na haya majeraha yamekuwa mlango kwa adui. Unajua kuna milango tunaomba Bwana atufungulie maishani, lakini kuna milango inafunguliwa maishani mwako pasipo wewe kujua imefunguliwa. Na hiyo milango adui huitumia katika kuingia katika maisha yako na kuleta uharibifu mkubwa sana. Na mmoja ya mlango huo ni mlango ya majeraha ambayo hayajapona na uchungu ambao mtu anaweza kuwa ndani. Na hawa watu wa Daudi walikuwa hivyo. Majeraha ya moyo yasiyopona ni giza ambalo linaingia ndani ya moyo na linajificha katika moyo wa mwanadamu, na mwanadamu pengine haijui kwamba kitu kama hichi kipo katika maisha yake. Majeraha ya moyo who always wants attention of everything in your life. Wakati moyo wako umeumizwa, majeraha hayo ndiyo yanadai chochote unachofanya inataka attention yake. Na sasa kitu ambacho nataka ujue kwamba wakati moyo wa mwanadamu una majeraha, majeraha haya hayajui rafiki. Huwa yanabadilika hata kupiga msaada wa mtu. When somebody is emotionally wounded, they always want to look for somebody to blame. They will always look for who can we blame. Emotional wounds will want to rest on somebody. And if they don't get anybody, they rest on anything as a blame for what is going on in their lives. And it's something that attracts attention. Mtu ambaye ako emotional na ako na wounds anaongeanga sana. Akiingia mahali unaona mtu anaongea kama redio ambaye imewekwa makaa ya leo na simami. Na ukimjibu kidogo tu ashakasirika. Anaona kwa nini wewe unaniongelesha hivyo? Mtu huyu anakosa senses zake za kureason vizuri. Mtu huyu ni mtu ambaye ana give up in life quickly kwa sababu ameumizwa sana. Kwa hivyo ana give up akiona kitu ambacho kinakuja maishani na kama challenge, anaona hapana, hii tena inakuja kuniumiza mimi, sitaendelea nayo. Mtu huyu ni mtu ambaye wakati mwingi anaweza kufunguka kwa watu, lakini tena watu ambao wanafunguka kwao
ndio watamuumiza zaidi. They are quick to open up to other men. They are quick to think that this one will help me. They are quick to think this new friend looks like a good man, a good woman. They are able to understand me. But once they open to them, they realize they are hurt again. And the battle continues. Ni nani anaweza enda vitani na na majeraha pigana ashinde? Hata ukijaribu kuinua silaha, majeraha ya mwili yataleta machungu, hautaweza kupigana vile inafaa kwa sababu ya machungu haya. Kwa hivyo, hii ndio ilikuwa hali ya wale watu waliokuwa na Daudi. Kwa hivyo Daudi alikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni kwamba yeye mwenyewe amepoteza. Shida ya pili, watu ambao wanafaa waungane na yeye waone suluhisho wamepinduka sasa, wanataka kumuua yeye. Ni vizuri kujua kwamba kazi ya uongozi si rahisi. Kama uko hapa na uko na mchungaji wako, jua kazi ya mchungaji wako si rahisi. Wakati mwingine yeye hupigana vita ambavyo si vyake. Sasa Daudi alikuwa amewakosea nini? Si amekuwa vitani na wao? Si wametoka kule na yeye? Kwa nini sasa wanamuona kwamba huyu si mtu mzuri? Vita viwili. Lakini neno la Bwana linatuambia hata hivyo Daudi pia moyo wake ulikuwa na huzuni. David was greatly distressed. Hakuna kitu kigumu kama mtu kukuwa na tatizo na wale ambao wanafaa wakufariji kwa tatizo lako wanapinduka, wanakuwa mikuki ya kukuongezea machungu. Na maisha tunayokaa, wanadamu wamekuwa wengi. Kwa hiyo wanadamu wengi wamekuwa mikuki ya wengine, wamekuwa taabu ya wengine. Hawataki kuona watu wakiendelea, na ni kwa sababu waliruhusu akili zao na maisha yao kutawalwa na mapepo, kutawalwa na kukuwa control na roho zisizokuwa za kiungu. Wakati mwingi mtu kujihisi nguvu zake zimepungua ni kawaida ya mwanadamu, lakini hata unapofika hapo, jua kwamba inafaa ujitie moyo ndani ya Bwana. Ukijitia ndani ya Bwana, unaalika Mungu kuingia ndani ya udhaifu wako. Na ukialika Mungu kuingia ndani ya udhaifu wako utabadilika kuwa nguvu. Pigia Bwana Yesu makofi. Na hii ndio sababu Mungu hupigana vita vya watu dhaifu. Mungu hapigani vita vya watu dhaifu sababu wanalia machozi. Machozi yako unaweza lia mpaka ndoo mzima ijae na usiwe na suluhisho. Unaweza tembea waambie wanadamu vile umeumizwa na maisha yako katika yalivyo na usipate suluhisho. Unaweza tembea waambie kila mtu unayejua na usipate suluhisho. Lakini yule anayejitia moyo ndani ya Bwana, yeye hualika Mungu kuingia katikati ya maisha yake na kusababisha nguvu mpya na kusababisha ushindi na kuleta urejesho na kuleta kile kilichopotea na kurejesha kile adui aliiba. Sema amen. When man conspire against man, if God does not save you, the conspiracy of man is a serious network, is a serious trap. Watu ambao hawana mahali wanapokea nguvu mpya huwa wana blame others for their problems. Wana blame politicians for their problems. Wana blame rais for their problems. They always will look for somebody whom they will blame and say, I am suffering because of this person. Na siku hizi hata watoto wana blame wazazi wao kwa sababu ya matatizo. Lakini kuna watoto wamezaliwa katika familia maskini na siku hizi ni matajiri. Walifaulu namna gani? Walitumia mbinu gani? Ni vizuri ujue nguvu zako unazipata wapi. Ni mahali gani ambapo unaendanga na unakuwa refreshed. Kwa sababu udhaifu utakuja. Daudi alijua. Na alijua kwamba ni katika Kristo, ni katika Mungu. The Bible says in the book of Isaiah 40:21
The Lord gives strength to the weary and increases power to the weak. Kwa hivyo lazima wewe ujue, hata tunapovuka mwaka mpya tena, wakati adui anatega mitego yake, ukuwe na mahali unaenda kujijaza tena. Hata gari likuwe limetoka showroom, lazima liende petrol station, rafiki yangu. Hata ujaze gari tangi la mafuta, litakapotembea baada ya kilomita mingi, litakupatia kwa gauge kwamba mafuta yameisha. Lazima ujue kwamba kuna mahali mtu hurecharge his strength, na ni katika Bwana. Wewe unapata nguvu zako wapi? Mtu ambaye hajui Mungu, mtu ambaye hajui mahali anapata nguvu zake, hutafuta mahali pengine. Watu wengi huenda kurecharge nguvu zao katika wachawi. Watu wengi wanatafuta nabii ama seers ambao hata hujui msingi wake ni wa Bwana ama si wa Bwana. Wengine wameweka tumaini lao katika marafiki. Lakini nataka kukuambia kwamba hii yote itakuja it will fail you. Wengine wameweka their hope in politicians and leadership. Wengine wameweka their hope katika lawyers, insurances, doctors and all that. Lakini haya mambo yote, kama si Mungu ako katikati ya maisha yako, it will fail you. This formula will reach a place it will not work for you. That is why there is a place ambapo unaweza pokea nguvu pasipo mahali pale, and it cannot dry. The cup of God that gives you water does not run dry. Yoyote amsongeae anapokea tena nguvu mpya, anauishwa tena, anafanywa kiumbe kipya tena. Na hii ndio siri ya watu ambao wanamjua Mungu. Kama hujajua Mungu, usikuwa umekuja mkutano because of the excitement ya crossover. Nataka ujue kwamba kuna neno Bwana anakufunza leo. Watu wengi Mungu huachilia baraka mingi. Vile tuko kutangaza neno hili ni baraka za watu. Tumepokea ushuhuda baada ya ushuhuda kwa hii crossover sessions. Watu wengi wasema nikienda ile crossover maisha yangu badilika. Why? Acha nikwambie. Saa hii vile wewe umekaa hapa, wachawi wako mahali fulani, nao pia wanatangaza. Na wakati watu wa hekima hawatangazi, basi wapumbavu wanaongezeka kwenye nchi. Lazima kuwe na mtu atasimama na atangaze neno, na atangaze kitu kitakachokubeba. Nataka ujue safari yako 2026 kuna neno litakutangulia. Wakati unaenda kwa ndoa yako, kuna neno litakaa kwa ndoa yako. Kuna neno litakaa kwa biashara yako. Kuna neno litakaa kwa mwili wako. Kuna neno litaenda mahali pako pa kazi, litakaa na wewe. Kuna neno litakubeba ukipanda ndege. Kuna neno litakubeba ukiwa kwa pikipiki. Kuna neno litakubeba katikati ya maadui. Kuna neno litakubeba katikati ya marafiki. Kuna neno litakubeba usiku, na kuna neno litakubeba mchana. Kuna neno litakubeba ukifurahia, na kuna neno litakubeba ukiwa na huzuni. Kwa hivyo unahitaji neno ambalo litabeba maisha yako in 2026. And that word God has given it to me, and I'm about to speak to you today. Biblia inasema some trust in chariots, in horses, but we put our trust in the name of the Lord our God. Sikiza vizuri. Biblia inasema in the book of Psalms 27, they have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Wakati unainamia vitu ambavyo sio Mungu, utaanguka. Whatever you bow to, if it is not God, you will fall. If you bow to money, you will fall. If you bow to witches, you will fall. If you bow to men, you will fall. They bowed. Watu huinamia vitu vingi maishani. Wewe unainamia nini? Lakini yule ambaye ana hekima huinamia Kristo, huinamia Mungu. Imani yake iko kwa Bwana.
tumaini lake liko ndani ya Bwana. What do you bow to? Neno la Bwana linasema Daudi alijitia moyo ndani ya Bwana, akauliza, Bwana, niwafate watu hawa, je, nitaweza kuwapata na kurejesha? Bwana akasema, wafate, utawapata na utarejesha. Na hilo neno ndio Bwana hata pia amekuja kutia mtu moyo. Nataka nikwambie kabla hata sijalisema hivi, maadui wakati wamepanga mipango kinyume na wewe, wakifaulu wao huenda kwa sherehe. Yani mtu wakati wewe unalia sana, na yeye ndiye anaenda kufurahia mahali. Hizi sherehe watu unasikia tunaenda kupiga sherehe, singine si sherehe, ni kuenda kufurahia mateso ya wengine. But we have come to speak a word that your enemies will not rejoice over you in 2026. Your enemies will not drink. Your enemies will not eat because you have fallen. The Lord God Almighty will arise as a mighty man of war, and he will go ahead of you. The Bible says his fire will devour and bring them to nothing. In the name of Jesus, somebody say amen. I declare to you in the name of Jesus, kila mitego ya adui ambayo wametega kinyume na maisha yako, it is broken. By this word is broken. You are escaping in 2026. That snare is broken in the name of Jesus. Somebody shout amen. Hey! Many children of God's children are suffering kwa sababu watoto wao walichukuliwa. And because the people of God don't have maarifa, hawana, they lose battles. They become bitter in life. Wanakuwa kama wanaume wa Daudi, wanaanza kupigana vita vyenyewe kwa sababu wounds zao hazijapona. Hawajui kujitia moyo ndani ya Bwana, hawajui kutafuta uso wa Bwana. Mungu akawasaidie. But we serve a God who is a God of restoration and restitution. We serve a God of restoration and restitution. Our God is a pursuer. Hey, when you have God, you will pursue them. Hata kama ni 1,000, utawafata, utawapata na utarejesha. Hata kama wanakaa wana silaha, utawafata, utawapata na utarejesha. Hata kama wamesoma sana, utawafata, utawapata na utarejesha. Ooh. Somebody shout, I serve a God of great restoration. Do you believe that word? We serve a God of restoration and restitution. Kama uko hapa na uko katika vikundi kama hivyo, ondoka. Mwisho wako si mzuri. I assure you. Unaweza kuwa ulishereke yako ushindi kwa watu ambao umefaulu kuwaumiza, but your end will be more worse than the people you have fought. And that is why this gospel of Jesus Christ has come to warn you. But this gospel has also come to tell somebody today, kama uko hapa na vidonda vyako ni vidonda ambavyo vinauma sana. Yesu alikuja akasema, the Spirit of the Lord is upon me, because he's anointed me to preach the gospel to the poor, and he has sent me to heal the brokenhearted. Restitution ni faida uliopoteza. For example, mama amekaa miaka 14 kwa ndoa bila mtoto. Alafu on the 14th year, baada ya Mungu kusikia maombi yake, anashika mimba. Sisi tunatarajia akishika mimba anazaa mtoto, lakini akishika mimba anashangaa kuna vitu ambavyo vinakaa zaidi ya moja vinatembea tembea kwenye tumbo lake. Anapoenda kwa mashini inaitwa ultrasound, anaambiwa umebeba watoto 3. One time, 3 children. There is a woman in our church, 14 years, no child. Wale manabii wa Ahabu
450 walikuja wakasema leo itajulikana nani Mungu Israeli. Wakakuja wakapewa madhabahu yao, wakapewa dhabihu, wakachinja, wakaeka kuni. Lakini kulikuwa na exam moja tu. Moto hatuwashi na kibiriti chetu. Moto hatufanyi nini? Kibiriti ni nani? Kibiriti ni Mungu. Moto ni Mungu. Kama Mungu wako si moto, huyo sio Mungu. Mungu wangu ni moto ulao. Mungu wangu ni moto ambao ulao. Kama Mungu wangu pata na zima, huyo Mungu hama siye Mungu. Kuja kwa Mungu ambaye ni moto ulao. Elijah akasema si nimewapa enough time sasa. Kile mlifaa kufanya mmefanya. Hakuna kitu tena mnaweza fanya zaidi ya hii ambayo mmefanya. Kwa hivyo simameni and step aside. Let me show you the God who answers by fire. Let me show you the God who answers by fire. And today I have come to show somebody the God who answers by fire. People who are behind there, I've come to tell you there is a God who answers by fire. There is a God who answers by fire. They told you things, but there is a God who answers by fire. Man of God, there is a God who answers by fire. Woman of God, there is a God who does what? Who answers by. Nilikuwa nakwambia ule mama hata pengine ako hapa. Tunamuitanga mama triplets. Alipewa 3. Alibeba. Alipoenda Nairobi hospital, kamoja kalikuwa so weak. Akaniambia pastor haka akata survive. Nikasema hako ndio katakuwa strong. Kile Mungu alianzisha hakuna hata moja itango. Hako ndio kanapiganga wengine. Kako 3 anaitwa mama triplets. Are you here? She's there. Mama triplet, is she around? Where is she? Come here, mommy, come here. They saw what I'm talking about. There is a God who answers and he leaves nothing behind. Kuna Mungu akijibu huwa anaacha nothing. She was coming. She was in marriage 14 years. She's a teacher. Huyu si mtu ati ni mama anatesekanga. How many years, mama? 15 years. Oh, sorry, 15 years. No child. Yes, pastor. Sasa iko nilimwambia si nikuombee tena Mungu akuongeza, akasema staki. She said I don't want, because when God answers, he answers with everything. So how are they? They're doing well, pastor. Yes. And you are happy. I'm very happy. Your shame is gone. Yes. Sasa wale walikuwa wanaongeza walinyamaza. Sasa si wewe unaendelea tu. Ndio kabisa. Pigia Bwana Yesu makofi, you can go. Mungu alijibu na moto ambao unafanya nini? Ulikula. Ukakula dhabihu yao. Baada ya maadui Mungu kujibu, sasa hawana nguvu tena. Na 2026 hawatakuwa na nguvu tena. Wakati Mungu amejibu, hawatakuwa na nguvu tena. Maneno yao waliyasema yaliisha. Vitisho vyao walitisha viliisha. Mishale yao walitupa iliisha. Vitu walisema walimaliza. Sasa ni wewe kusema na Bwana atatenda. My. Let me tell you 3 things. Somebody say 3. Mungu akirecover kile umepoteza, number 1 level of recovery, ana recover kile ambacho ulikuwa nacho na adui akachukua. Daudi alikuwa na mke, alikuwa na watoto, alikuwa na kila kitu, adui alikuja kuchukua. Kuna watu hapa ulikuwa na vitu vyako, adui alikuja akakunyang'anya, hauna tena. Biashara yako ilienda, your health ilienda, furaha yako ilienda. Ulikuwa nayo, ulikuwa na kazi, ulikuwa na pesa. Kuna watu hapa ulikuwa na gari, lakini siku hizi unatembea ukiomba bodaboda akubebe. Ulikuwa na kitu kizuri, kilienda. Mungu si Mungu wa kuinua mtu akamrejeshe nyuma. Mungu ni Mungu wa kuinua mtu akampeleka kutoka kwa utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Hiyo ndio level moja ya recovery. Level ya pili, watu wengi wako katika hii level,
ni level ambapo haujui kile ambacho Mungu amekuwekea. Yaani kuna vitu ambavyo unatembea kwa maisha ukifikiria wewe ni mtu wa kawaida, kumbe wewe ni mtoto wa mfalme. Kumbe kuna vitu Mungu amepeana na ujui. Na neno la Bwana linatuambia katika kitabu cha 2 Corinthians 9:10, eye has not seen, ear has not heard, neither has it entered the heart of man, the things which God has put in store for those who love him. But these things he has revealed to those who love him. So kuna vitu Mungu anaweza kukufunulia useme kumbe mimi nilikuanga hivi. Mara ya tatu, sema mara ya tatu. Kuna vitu ambavyo ni ahadi. Unajua Mungu alikuahidi. Unajua unafaa uwe nazo. Unajua, you know that you are supposed to have them, but they are delayed. Yani zimecheleweshwa. Daudi aliapishwa kuwa mfalme, lakini ilimchukua more than 10 years. Sauli akimkimbiza katika jangwa. Hata wakati anapata hii shida alikuwa anakimbizwa na Sauli. Wakati mwingine unaweza kuwa ulipewa baraka, lakini inachelewesha, hujaiona. Uliambiwa wewe ni mtu fulani, lakini huioni. Mungu urejesha. Mungu urejesha kila ambacho kilikuwa delayed. Bwana anafanya nini? Na kile Mungu anaenda kufanya ni 2026. Atarejesha kila adui alichukua. Atarejesha kila ambacho ukujua uko nacho. Atakufungua macho. Mimi tangu nijue mimi si maskini, siwezi kuitwa maskini na siwezi kuwa maskini. Tangu nijue mimi si mtu wa mkia, siwezi kuwa mkia. I'm always the head and not the tail. Tangu nijue kwamba nina uwezo wa kusema na itafanyika kulingana na neno la Bwana. Nikipanga naita Mungu, nasema Bwana nenda na mimi na itafanyika. Na leo nataka hata wewe ujue, kwa sababu kuna vitu unapanga na unaogopa kufanya hazitimii. Lakini 2026 upange, uwe na ujasiri, enda ufanye. Bwana atakusababishia zikatimie in the name of Jesus. Now, dear people of God, mwaka huu ulikuwa mwaka wa enlarging our dwelling. Wale walikuwa kwa crossover yetu, si mnajua? Hata ukiangalia kule nyuma ya tent, there are no seats. People are standing. Tumepata ushuhuda mwaka huu, watu ambao hawakutarajia mambo yakafanyika. Neno hili hatujakuja hapa kuonyesha watu vitu. Hii ni direction ambayo Bwana anaonyesha. Wakati mwingine ukiingia mahali kama hapa, acha kufikiria ati hawa ni matajiri. Hawa ni watu kama wewe. Mungu anakuambia hata wewe unaweza kuwa zaidi ya hawa. Hata wewe unaweza inuka zaidi ya hawa. Hata wewe unaweza fanikiwa zaidi ya hawa. Inawezekana, kwa sababu huyu mtu ambaye amesimama mbele yenu alikuwa maskini kama wewe. Alikuwa anakaa nyuma ya church kama wewe. Alikuwa anakaa mtu ana direction kama wewe. Lakini tangu nifahamu mimi ni nani ndani ya Bwana, siwezi kukaa chini tena na nikashindwa, kwa sababu kuna Mungu unipigania vita. And now the year 2026 is going to be another level of what God is going to do. Wow. Somebody declare, we serve a God of great restoration and restitution. Hata kama hujui kizungu, sema tu na mimi, we serve a God of great restoration and restitution. Tunatumikia Mungu wa urejesho mkubwa na analipa mpaka mwisho. Yani analipa na faida juu yake. Ulikuwa baada ya miaka 3 uwe na kitu fulani, Mungu akikulipa anakuletea hiyo kitu na anaongeza faida ambayo ulipoteza, anakuwekea juu. Daudi alipoenda akapata wake zake, akapata watoto wake, akapata kila kitu, na akapata zile ng'ombe ambazo walikuwa wamechukua maeneo zingine, akasema hizi ni zangu, na akachukua na hizo pia. Aliporudi nyumbani, alirudi na mali yake yote na nyongeza juu kwa sababu ya uchungu. Bwana atakuongezea juu kwa sababu ya uchungu. God is going to release more because of you. You need to believe. Now stand up. David said, shall I pursue them? Because we serve a God who is able to save to the uttermost those who come to him.
in Christ Jesus. Because our God lives to make intercession for us. Mungu wetu akiokoa anaokoa kabisa. And now, this year, 2026, is going to be the year where we will pursue, overtake, and recover all. Hey! Hey! Listen to me. Listen to me. We are about to celebrate. We have 1 minute. Is there a countdown there? The year 2026. We will do what? Pursue. Number 2, overtake. Number 3, recover all. Kile ambacho umepoteza hata nyuma yako. Our God is a God of yesterday, a God of today, and a God of tomorrow. What you lost yesterday, He will bring back to you. What you lost today, He will give to you. What is kept for you tomorrow, He will give to you. It is a year we will pursue, overtake, and recover all without fear. Somebody, are you ready? Let that word drop in your spirit. Makozeta paya, lakozata paza. Let that word come upon you like fire. Rakozatapa, zakatapa. Sijui kama naongea na watu wamepoteza vitu, maadui wamewasema, lakini Bwana ameleta neno la uhai. Ni wakati tutawafata, tutawapata, tutachukua kila kitu ambacho tulipoteza. Ramakozeteba. Welcome 2026. Makozeteba. Lakatapaza. Rebedekata. Welcome 2026. A year we will pursue, we will overtake, we will recover all without fear. Welcome 2026. Ikaloko dabakozelebada. Retete baka. Rapokotoya. Mezededea. Rakotopoza. Somebody lift your voice and shout, Jesus, Jesus, our firm foundation. Tangaza jina la Yesu. Welcome 2026. I declare to you, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. What are we waiting for has surely come to pass. Kile tumengoja kimetimia sasa. Happy 2026. Rakoto yokoza. Reteba kozaya. Rakota pazeta. Lord, as we step into this new year, tunatangaza kile ambacho adui waliiba, tunarejesha chote. Mwaka huu hakuna chochote nilichopoteza kitabakia, kitarudi. I will pursue, I will overtake, I will recover all. Nothing will be left behind. Bwana, tunatangaza katika kanisa, we will pursue, we will overtake, we will recover all without fail. Katika ndoa zetu, katika familia, may this word carry your people. May this word carry the church. May this word carry families. May this word carry our careers. May this word carry our jobs. May this word carry our health. We will pursue, we will overtake, we will recover all. Nothing will be left behind. 2026, there is nothing that the enemy has taken from us that will remain. I declare to your lives today, in the name of Jesus, you will pursue, you will overtake, you will recover all. Utafata ndoto zako tena, utafata maazimio yako tena. Kila adui alikuibia, in 2025 you will overtake and return it. Makazete dada. Somebody pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. Rakotopaka. Hata kama hujui kuomba, fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana Yesu, ninakushukuru kwa maana hakuna chochote nitapoteza mwaka huu. Ninarejesha vyote katika
katika jina lako. Lakazete bada rete bakoza remede kata zalakodara ekata bakoza. Pray, 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 pray. Can I hear intercessors who can pray in the spirit? Rako kabaza. Acha tuchote ili neno likaingie lipeleke mizizi katika maisha yetu. Tuchote ili neno likapate kupandwa katika damu zetu, katika nyumba zetu, katika familia yetu. Tunachotea ili neno la kozerere rukola bada katapa rapakatapa kaze zalakatapa katapa reteba katapa makatapaza redereda rakatapaza lakatapaza. Ole wako adui, ulifikiria nitapoteza tena. Ninakataa. Mwaka huu ninarejesha rakokobaza. Watu wote ambao wananisikiza leo, Bwana unarejesha kila adui aliiba in the name of Jesus. Hata wale wako nje ya hema, natangaza Bwana maisha yao yanarejeshwa. Wale wako katikati, nguvu zako Bwana, neno hili likae juu yao, likae juu yao wanapoondoka, wanaporudi. Neno hili likae juu yao wakienda kazini. Neno hili likae juu yao wakikaa kwenye nyumba zao. Neno hili likae juu yao wakitembea, wakienda biashara. Neno hili likae juu yao kwenye makanisa zao. Neno hili likae juu yao kwenye mishipa ya damu. Neno hili likae juu yao Bwana, wakati maadui wanainuka na vita kinyume nao. Neno hili likae juu yao. Rakapozeta makazeta retebakota rebedakata. 2026, you are a year to recover all, to recover all. Happy New Year. Zakataya zakata. Walijua hautafika, walisema utakufa 2025. Sasa angalia kile Bwana amefanya. Mungu ametenda mema. Yeye ni mwema, matendo yake ni mema. Yes, Lord. Reprakrodarati azoka. Rakota pakodante. Rakaprata yazuda. Repakosete bakoriante. Rakota ya kozanta. Prakrota ya zetaya. Rimazol korianta. Hivi ndio sisi tunafaulu. Hivi ndio sisi tunashinda vita. Hivi ndio sisi tunawashinda maadui. Tunategemea Bwana. Wengine wakitegemea chariots, wengine wakitegemea horses. Bwana, sisi tunakutegemea. Tunarudi kwako Mfalme na shukrani. Asante kwa neno lako. Umesema Bwana, neno hili halitarudi bure, bali litazimiza kila ahadi. Sister Sylvia, kindly come. Lakata pakaza. Zakata pakata paza. Redada katapaza. Rapakatapaza. Zakata pakataza. Zadakata pakadara.